Utafanya jambo kubwa sana ukimwamini Yesu Kristo afue roho yako. Utafanya jambo ambalo mbingu itafurahi. Biblia inasema mtu mmoja anapookoka mbinguni malaika wanashangilia. Haisemi watu 10 wakaa kila pilau mbinguni wanashangilia. Hakuna. Unamwamini Yesu, unakuwa chombo cha Mungu cha kutumainiwa. Mungu anaweza kutuma mahali popote, unakuwa spika ya Mungu. Kama vile Yesu alikuja akawa msemaji wa Mungu duniani hapa. Ameanzia pale Israeli, akapanda mbegu pale. Mbegu ile amesema isambae, na ndio maana injili imetufikia sisi. Kwa hiyo swala la kumwamini Yesu ni la lazima kwa mtu unayetaka kuwa na Mungu. La lazima. Wala Yesu hakuja kutuletea siku ya kuchinja. Yesu amekuja kuifua roho yako na kukupa wewe uzima, kukupa msamaha wa dhambi, ukuwe kwenye nafasi. Na ndiyo maana Yesu katika kufuka kwake kuna mambo aliyazungumza hakuyazungumza kabla, hapo kabla. Hakuyazungumza. Amepewa mamlaka mbinguni na duniani. Nendeni mbinguni kote mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, nami niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Unapokuwa umemwamini Yesu, Roho wa Kristo yuko ndani yako. Mahali pote unapokuwepo uko na Yesu. Kama vile Roho wa Bwana alipokuwa ndani ya Yesu, mahali pote alipokuwepo Yesu Kristo, Mungu yupo. Na ndio maana tukasema tunamtaka Mungu wa Israeli. Aliyekuwa kwa Israeli, aliyekuwa kwa Yesu Kristo. Waisraeli walipokataa, wakaishi maisha ambayo yanafanya Mungu asiwe upande wao, Mungu akatokea kwao akiwa ndani ya Yesu. Ametaka kuwageuza, wakakataa. Alitumwa kwa walio wake wakamkataa. Lakini katika Yohana 1:12 inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Haleluya.